hapa kwenu kwenda mpaka Nyamira. Hiyo barabara, na nimekubali hiyo barabara tutatengeneza. Ameniambia kuna barabara ingine ya kutoka Tumbi kwenda Sinta mpaka Gitaru. Si namna hiyo? Tumekubaliana? Na nimekubali pia hiyo barabara tutatengeneza. Sasa mimi nauliza nyinyi, nataka nijue hiyo barabara ya kutoka kule Chabera kwenda mpaka Metamayo, mnataka ijengwe? Na Nyamira, mnataka mtu akuja achome hiyo barabara? Mtaniambia watu ya maandamano hawezi kuchoma barabara hapa? Na nikikuta barabara imechomwa niwaulize, nyinyi mtasimamia? Mtakomesha maandamano? Hatutaki upuzi ama namna gani jameni? So hiyo kazi yote mumesema tunataka tufanye. Na kwa sababu mimi ni mtu wa hapa Ekerenyo, mimi nimekuja hapa mara nyingi. Nimesema vile vile jameni, hapa Ekerenyo tutawajengea soko. Nitatafuta milioni 30 nikuje nisijenge soko. Hawa kina mama wa hapa wamehangaika na mimi siku mingi. Ndio? Wamama hapa wamehangaika na mimi siku mingi. Wacha niwajengee soko hapa, niweke taa, niweke maji, niweke mambo ingine mzuri yote, ndio muweze kufanya biashara mahali kuna heshima. Tunaelewana? Na vile vile tumekubaliana pia tunajenga soko zingine 8 hapa Nyamira. Tunajenga soko hapa mahali inaitwa Kemera. Tunajenga soko ingine kubwa kule Keroka. Nimetoka kuangalia soko Nyansiongo. Kuna soko ingine inaitwa Esise, tutajenga pale. Kuna ingine kule Borabu pia inaitwa Kahawa, tutamaliza, tutajenga. Hapa Nyamira town tunataka pia kujenga soko ingine, na vile vile tujenge soko mpya pale Ikonge. Tunataka tuhakikishe ya kwamba sisi tulikubaliana kazi ni kazi. Ama namna gani watu wa Nyamira? Tulikubaliana kazi ni kazi. Na tayari hizo soko zote nimetangaza kandarasi. Kuanzia miezi 1-2 tutakuja kuzianza kuzijenga, na mimi nitasema hii ya hapa Ekerenyo pia iongezwe kwa hiyo mlolongo ya masoko tutajenga. Tumekubaliana? Saa hizi mimi naenda na governor wenu Hubu Nyaripo. Tunaenda kuanzisha County Aggregation and Industrial Park. Mahali tutaweka soko kubwa ya mazao yenu. Pale tutaweka cold room, pale tutaweka storage, tutaleta vifaa ya agro processing, tutaleta vifaa ya value addition, ili tuhakikisha kwamba mazao yenu hapa Nyamira inatambulika Kenya, na itasemekana hii ni produce ama product ya kutoka Nyamira. Kama ni ndizi, kama ni maziwa, kama ni nini, tupate mpango ya sawasawa. Na leo tunaenda kuanzisha hiyo soko. Niliwaahidi ya kwamba tutaweka milioni 250 kama serikali ya kitaifa, na milioni 200 kutoka county government yetu ya Nyamira. Tunaelewana jameni? Tunaenda kuanzisha hiyo soko saa hizi, kwa sababu tunataka tujenge hii Nyamira. Haitabadilishwa na hadithi, itabadilishwa na miradi ya maendeleo. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Na hiyo kazi ingine yote ya kilimo pia nataka nimwambie governor, hawa wananchi wa hapa wengine ni wafugaji wa ng'ombe ya maziwa. Mko tayari kwa hiyo ng'ombe ya maziwa kupanga? Na tumekubaliana tunawapatia milk coolers 10. Huyu governor atapanga mahali tutaweka hizo milk coolers. Kabla ya Disemba itakuwa imefika hapa. Ndio tunataka kupanga nyinyi ambayo mko na ng'ombe ya maziwa. Tayari tumeondoa ushuru ambayo ilikuwa inawekwa kwa chakula ya ng'ombe ya maziwa na ng'ombe yetu zote. Kwa hivyo ni mjipange tayari, ili tukubaliane ya kwamba ile maziwa bado inaagizwa kutoka nje, karibu lita bilioni 1 kila mwaka. Hatutaki kuagiza hiyo maziwa tena. Tunataka hiyo maziwa
izalishwe na wakulima wa maziwa, wa ng'ombe ya maziwa hapa Kenya. Tumekubaliana? Hii county aggregation tunajenga hapa vile vile ni kwa sababu tumekubaliana ya kwamba Kenya hii hatuwezi tena kuagiza mali ambayo vijana wetu wanaweza kutengeneza hapa Kenya. Yeye tunaelewana? Tumesema mambo ya simiti ile inaagizwa kutoka nje, simiti tutatengeneza hapa Kenya kwa sababu tuko na kampuni ya kutosha ya kutengeneza simiti. Steel ambayo tuko na raw materials ya kujenga hapa Kenya itatengenezwa hapa Kenya. Furniture ambayo inaletwa sijui kutoka China, kutoka Ulaya, sijui kutoka wapi. Tumesema furniture haitatoka tena nje, hawa vijana wa Kenya watatengeneza furniture hapa nyumbani. Samaki, tumesema samaki haitaletwa tena kutoka China na mahali nyingine. Samaki tutaenda Lake Victoria, tutaenda kule Indian Ocean, tutoe samaki wa Kenya wakule. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Nyinyi watu wa Nyamira, mimi nataka niwaulize, mnataka tuendelee kuagiza vitu ambayo Kenya inaweza kutengeneza? Ndio nimesema kwa hii budget nimesema kama mtu, mimi niwaulize watu wa Nyamira, ati kitanda inaletwa kutoka China, kitanda. Sasa wewe mtu ya Nyamira hapa niwaulize, kitanda iko na ujuzi mingi ya kuzungumziwa? Si kitanda ni mbao na musumeno na randa na nyundo na msumari, si kitanda iko tayari? So nimeambia wale watu wanazidi na kutuletea kitanda kutoka nje, kitanda haitatoka tena nje, kitanda itatengenezwa na Wakenya. Na kama mtu ataki kulala kwa kitanda imetengenezwa na hawa vijana, anaweza kulala chini. Ama namna gani? Na kama usingizi haiweze kupata hata akikaa usiku kucha, hiyo ni sawa pia. Ama namna gani? Tumekubaliana? Tumekubaliana watu wa Nyamira? Hizo bidhaa zote tutengeneze Kenya ama ziendelee kuletwa kutoka nje? Itengenezwe hapa Kenya. Na hawa vijana, nyinyi vijana mko tayari kwa hiyo kazi? Mimi nitafunga ile soko ya nje, nyinyi mfanye kazi hapa ya nyumbani. Tumekubaliana? Vile vile na hata hii viatu, mimi napatia hawa miaka 3 peke yake. Hii viatu, unajua ngozi ya ng'ombe yetu inakuliwa na umbwa, imagine. Alafu hii viatu tunavaa ni ngozi ya watu wengine. Mimi nimesema 3 years peke yake inatosha. Tutakuwa tunatengeneza viatu hapa Kenya, hakuna kuleta viatu kutoka wapi na wapi. Hawa vijana watajipanga. Nyinyi vijana mko tayari? Si tulikubaliana kazi ni kazi? Ama tulikubaliana aje? Hapa Nyamira, mimi narudi tena kabla ya Disemba kuja kuanzisha mpango ya affordable housing. Tuko na mipango mara 4. Ngoja. Tuko na mpango mara 4. Sasa nyinyi mnaniharakisha, mmesikia mimi niko na haraka ya kwenda wapi? Na nikiamua nilale hapa. Acha kuniharakisha wewe, ngojea. Ama namna gani? Sikizeni, mimi narudi hapa kabla ya Disemba. Kwa sababu hiyo university mnasema mnataka ijengwe. Pia hiyo university mnasema ijengwe. Ya kwanza tupange ajira ya hawa vijana. Kuna vijana wametoka university wengi. Kuna vijana wametoka college wengi. Kuna vijana wamemaliza shule wengi, lakini hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Ni kweli ama si kweli? Si tupange kwanza nafasi ya ajira ama namna gani? Tunakubaliana? So mimi nawaambia hivi, tuko na mpango 4 ya kupanga ajira. Number 1 ni affordable housing. Mimi nataka nikuje nianzishe nyumba 3,000 za kwanza. Mimi nataka nikuje nianze nyumba 3,000 ya kwanza ya kuhakikisha kwamba vijana 5,000 wanapata ajira. Vijana hapa mko tayari? Mko tayari? Ya pili, wale vijana ambao mmemaliza shule, pia kila ward nataka tupange ICT hub katika kila ward. Nyinyi mko tayari vijana kwa ICT hub? Mimi nasema kila ward tuwe na vijana 300, 400, 500
ambao tutawapatia ajira in every ward, ile inaitwa digital jobs, ili tuhakikisha kwamba vijana hawa wanapata faida. Tunaelewana? Tuko pamoja? Jambo la tatu, mimi vile vile nataka niwaambie ile county aggregation tunajenga hapa. Hiyo county aggregation tunaweka vifaa ya value addition, agro processing, manufacturing, ndio hawa vijana pia wapate ajira. Vijana mko tayari? Vijana wa Nyamira mko tayari? Tuwapangie ajira. Sikizeni. Kwa miaka nyingi tunasomesha watoto wetu, lakini hatuna mpango ya kupangia hawa ajira. Kama tunaweka pesa nyingi kusomesha watoto, lazima tutafute pesa ya kuhakikisha kwamba wakimaliza shule wako na kazi ya kufanya. Hapa Nyamira na Kenya mzima, kila boma iko na watoto 2, 3 wamemaliza shule lakini hawana kazi. Ni kweli ama si kweli? Si watoto wanahangaika nyumbani? Si lazima tupange vile watoto hawa watapata ajira? Ndio nimesema, sikizeni vizuri. Tunaelewana? Tuache siasa ya mambo zamani. Tunataka siasa ya kubadilisha maisha ya wananchi. Hapa kila boma kuna watoto 2, 3 wamemaliza shule, wako na certificate, mwingine amemaliza college, mwingine amemaliza university, lakini wanahangaika barabarani. Ni kweli ama si kweli? So ndio mimi ninasema mwaka huu tuko na mpango ya kupanga ajira ya hawa vijana. Program number 1 ni affordable housing. Tunakuja kuanzisha hapa. Program number 2 ni mambo ya ICT hub na digital jobs. Program number 3 ni value addition, manufacturing, agro processing, ndio vijana hawa wapate ajira. Tunaelewana jameni? Watu wa Nyamira tunaelewana? Kerenyo tunaelewana? Mnasema tupange ajira hawa vijana? Ama mnasemaje? Ama mnataka hawa watoto wetu waendelee kuhangaika? Tuwapangie ajira. Wale wanasema tupange ajira ya vijana nione kwa mkono. Very good. Hiyo ndio maneno. Alafu university tutakuja tuwajengee. Hakuna problem. Tunaelewana? Tumekubaliana? Jambo la 4 na la mwisho. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tunasonga mbele pamoja kama watu wa taifa letu la Kenya. Kama watu wa taifa letu la Kenya. Na nimewaambia ya kwamba maneno ya pombe lazima tumalize hii Kenya. Vijana tunaelewana? Mambo ya kuhangaishwa na pombe. Unakuta mtu amelewa, amekuwa kumbafu, anakuja anapiga kelele kwa mkutano. Wewe unatuletea ukumbafu kwa mkutano na wewe ni mlevi. Wewe mtu mlevi yako na maana? Akwende kabisa. So mimi nataka niwaambie hivi, watu wa Nyamira, tumekataa mambo ya pombe. Na nataka niwaambie chiefs na watu wa ngao wote, pombe inatuletea hasara katika taifa letu la Kenya. Madawa ya kulevya inatuletea hasara katika taifa letu la Kenya. Mtu unakuta analewa pombe mpaka akifika nyumbani badala ya kulala kwa kitanda juu analala kwa kitanda chini. Sasa mimi nataka niwaulize, mtu wa kulala kitanda chini yako na maana yote kwa nyumba? Sio, ni mtu wa hasara tupu. So tafadhali tukubaliane mambo hiyo, tuachane naye, tujenge taifa letu la Kenya. Tumekubaliana? Tumekubaliana? Watu wa hapa Nyamira tumekubaliana tutatembea pamoja. Niko hapa na viongozi wetu wengi tayari. Wacha nimuite gavana wetu jameni atusalimie. Gavana wetu Bwana Nyaribo atusalimie. Hapa ndio kwetu Mheshimiwa Rais. Hao watu ni watu wazuri. Nataka wachukue muda ya kutosha wakuelewe. Mipango yake ya maendeleo inaangalia mbele. Kuliko kupeana subsidy kwa chakula, anapeana mbolea. Mheshimiwa Rais, hii mpango yako ya mbolea uongeze pesa zaidi na zaidi. Number 2, iko hospitali hapa ya sub county nilikuambia, former president aliahidi milioni 100, na iko project ya Finland imekwama. Tunataka utukwamshie Mheshimiwa Rais.
Hii unaona hiyo nyuma ya hiyo tent. Nyuma ya tent. So hiyo tukikuja ukuona baada ya wiki mbili utakuwa umenikwaya. Kwa sababu leo ni siku ya rais, wacha mimi nitarudi, najua nimepotea kwa sababu ya kazi mingi. Ninjengirane toisarazense yomote tokuana magana itotaribo. Asanteni sana. Niko na mjumbe wetu Asante. Abantu baminto Bw'Ense. Bw'Ense naende. Mole no mogoko magani achira. Kwani yangu yana mogoko na Bw'Ense. Asante. Mheshimiwa Rais, leo tuko na furaha sana kwa sababu umefika hapa kwetu Ekerenyo na North Mogrango constituency. Watu wetu wanatupenda sana na walikuwa wameanza kuniangaisha, wanashindwa ni kwa nini unaenda Kisii, mbona unaenda hizo constituencies zingine na ufiki hapa. Kwa hivyo leo mahali nitalala vizuri. Na nataka kusema asante kwa sababu umekubali hii barabara ya kutoka huko Chabera inapita Nyamusi, inaenda mpaka Kioge, iende mpaka West Mogrango huku Nyamaya itengezwe. Ainama yao tena mabe. Na vile vile nataka kusema asante kwa niaba ya hawa watu wa hapa. Kwa sababu umekubali barabara kutoka Tombe, kwenda Isinta, kwenda Bonyunyu, kwenda Mokomoni mpaka Gitaru nayo itengezwe. Ainama yao tena mabe. Na vile vile wakati ulikaa hapo Mheshimiwa Rais, nilikuambia kuna mahali hapa tumepatiana shamba ya kutengeza university. Na wakati tulitenga hiyo shamba, tulichukua title deed, tukaipeleka mpaka Kisii University, na vile vile tukaweka pesa hapo kutoka CDF kidogo, na ndio kwa sababu nasikia hawa wanalia kidogo. Tunaomba kwa heshima kubwa ukumbuke hiyo university. Najua our minister, our very good able minister, Mheshimiwa Machogu yuko hapa. Wose wano mbobengo kwana? Mbobengo kwana wose? So tunaomba tu kwa sababu Kisii University Council before Professor Kama retire, they came here, wakafanya assessment, wakaangalia, it's just only the implementation. Ndio kwa sababu nasikia hawa kidogo wanasema hii mambo itekelezwe. Mambo ya fertilizer, kitambo tulikuwa tunaenda mpaka Nyansiongo mahali tulienda. But kuanzia wakati tulifanya launch na waziri, siku hizi watu wanakuja hapa wanachukua mbolea. And the demand is so high. Kwa hivyo tunasema asante kwa kuteremusha kutoka 7,000 mpaka saa hizi imefika 2,500. Italia serikali ya Okolegas. Na kieko na ngo batebia nende mbiamono kiagera mwancholete nkabo omujumbe we example ya UDA. Na Mheshimiwa Rais, nikwambie tu the last time mjumbe kutoka kwa hii constituency alirudishwa mara mbili ni 1992. Kwa hivyo I was the first person to break your record. Na huyu ndio mjumbe peke yake uko naye kutoka hii constituency. Kwa hivyo hawa jamaa walijikakamua na wakaonyesha heshima. Ndio kwa sababu ukisikia nikiomba kitu unatupatia tu. Wasema hata hivyo mgambi. Asante na Mungu akubariki. Mtoko mosaberama ya. Mtoko mosaberama ya. Mbiamono tiganya sabasin. Hello. Asante sana. Your Excellency, if you look at the mood of our people today, it is a significance that they have been missing you, but you are here today and they are so happy. Mambo ya development ambayo umeongelea, sisi tumesikia president atakuja
hapa kwa kujenga mabarabara, kwa mashule ameongea, mambo ya elimu ameongea, filosofi yake ya Buy Kenya, Jenga Kenya ameongelea. Mimi nataka kuongea juu ya soko ambayo ameongelea hapa, ambayo itakuja kujengwa. Kwaneke Gusii. Basi ngotebanga etire yatebire. Abangi na baminto banyore libaga na bana bamura bakore mere maria. Ekere kwagajwa nonye na industrial park yeri ko chikwagajwa abantu baminto banyore libaga. Amangana ya university president njateba aina araba ko genda koriri na ende nto yetagete kiagera university nto bwati seitatariba. Kamoranje president loves us. Thank you, Your Excellency, for your love, and we love you so much. Thank you. Asante sana rais wetu. Avantu va ekerenyo Bw'Ense naende. Bwana Yesu asifiwe. Hey, unajua nilikuwa hapa chini, sikuwa nafikiria mumetokea wote. Mumekuja kukuja. Ndivyo mnapenda rais wetu? Huyo dume wa nchi ya Kenya. Baba ya taifa. Huyo William Ruto. Nimeona, nilikuwa nafikiria ni Murang'a tu. Kumbe hata hapa maneno ni iko hivyo. Watu ya Nyamira tunashukuru sana, na ya kwanza muniruhusu niwashukuru sana kwa kuchagua rafiki yangu. Rafiki yangu mkamuleta pale bunge, tunafanya kazi na yeye, huyu Nyamoko. Ya pili, mimi nashukuru rais wetu amefanya maendeleo kwingi. Maneno ya barabara, maneno ya maji na maneno ingine ya kupeleka Kenya mbele. Na ndio tunaambia rais, yeye asisikize hii manoisi mingi na kelele mingi ya siasa, ya wanasiasa. Yeye afanye ile itadumu, na ile itadumu ni hii maendeleo. Rais wetu, acha nikushukuru, umeleta hustler fund. Na hii hustler fund tunakopa na tunalipa. Na vile nimeona umeweka mwenendo mzuri. Wewe ukikopa 500, imagine, hebu sikizeni hapa. Kwa hiyo hustler fund, rais amezidua tena. Mkiwa groups, mnakopa hata pesa inafika 1,000,000. Lakini wewe kukopa hiyo pesa ya kufanya biashara na umekopa ile 500. Wewe hata ukipima rais atakupea 1,000,000 na umehepa na 500. Si lazima tunalipa hiyo 500 ndio aongeze na ifike 1,000,000. Ya pili rais, mimi nakushukuru sana. Umeagiza na munisikiza sana. Wazazi wetu wale wamefikisha 70 years and above, miaka 70 kwenda juu, mnajua hawajasajiliwa since 2017. Rais amesema wasajiliwe tena, waanze kupewa hiyo nafasi ya kupata pesa. Na ya mwisho, wale wazazi wetu wako na watoto university ambao wanaenda first year, mnajua ya kwamba bado tuna mfumo mpya ambayo tunaanza this year. Na wazazi wengi wanauliza, kama sijapata barua kutoka kwa serikali kunieleza kama nimepata sponsorship na ile loan nimepata, wazazi wengi wanauliza nitaenda aje. Rais amesema wale wanaenda university, wewe mwezi wa 9 wenye wameitwa na hata wa August na kwenda mbele, wewe uriport university, serikali itafuatilia na hiyo barua. Rais, asante sana, na mimi nakuambia kwa unyenyekevu, hii watu wa mazungumzo na hii watu ulibwaga hawa raia, mimi nikiwapima, nikiangalia hapa, najua sisi kwetu Murang'a na hapa ni watu moja. Nikiangalia hapa, mimi naona hamutaki handshake. Na hamutaki hata mkate nusu. Si ndio hiyo? Asanteni sana, Mungu awabariki. Abantu wa minto Bw'Ense naende. Your Excellency, our President, kwanza kabisa tunakushukuru. Kwa sababu unajua ulikuja hapa mara mingi, ulitembea kila mahali. Hawa watu
wa North Mugirango walitufanyia heshima, wakatupatia Joas Nyamoko. At least Nyamira County, Your Excellency, hatukutoka pule, lakini pia wakakupatia kura kwa wingi. Abantu bami ndotegerera moigwe ndoiwana inde president yeye itongo gendere miaka 10 mole tayari komwabwatesia ase miaka 10 tigangondora maboko ega. Asanteni sana, Your Excellency. Abantu ba Mintombu ya more. Abantu ba Mintombu ya more. Mheshimiwa Rais, kwanza kabisa tunakukaribisha hapa nyumbani. Na sisi hapa nyumbani venye ndugu yetu Mheshimiwa Ndindi Nyoro amesema, hapa hatutaki mambo ya handshake. Ama namna gani? So tukaribishe president wetu Mheshimiwa William Samoei Ruto. Na hapa nyumbani ya mwisho kabisa, mimi nakuanga senator wao. Vile hayuko hapa, mimi ndio nafanya hiyo mambo ya useneta. Moja sana. Niko hapa na Bwana Maangi ambaye alikuwa deputy governor. Hapa niko na Bwana Nyakundi, ndio treasurer wetu wa chama ya UDA. Abantu bakekerenyo mbiyamore nainde no bwoyo twachete no mochumbo ino no mheshimiwa Osoro inuna abantu abaya abantu bekerenyo. So Mheshimiwa Rais, mimi tulikuja hapa na PS wako karibu wiki 3 iliyopita, na tulikuja hapa kwa sababu ya kupatiana ile mbolea ya shilingi 2,500. Ndokole tibu ya na Mheshimiwa Rais, sisi tunataka kukuunga mkono na tunataka kuunga serikali yako mkono, kwa sababu hii serikali umefanya kazi nzuri. Leo umeakuja hapa kuzindua hii barabara. Katika sekta ya elimu umeweza kuweka shilingi bilioni 633, na watoto wetu wataenda shule bila kulipa hata ndururu wale wako university. Mheshimiwa Rais, sisi kama watu wa Kisii na Nyamira tutashirikiana na wewe na tutafanya kazi na wewe. Ndokorega sinomorayo oregaiga takoletia maya otebira toreseri chipara oretiro bwoyo nejuskuru cheito mbalenga wote batokolega sino Mheshimiwa William Ruto mbiamono sana tiganya sawa seseni. Aya, ekeronyo oye mkwani ango igonyo mondo chendara Osoro na kwaka rero na achirega kindo monto mokemono konya ngo chaga nanya kugaragara na Mheshimiwa ino ga Nyamoko rero na achirega na roka ni na gachuni mono engena ndirega omonye nensi na rote ni nega oye kere mutage tobuya emokuja kumorokia maino ino kaja korokia maino lio kalio ya ekera rorira maino iga akomanyaga kero monta mwanje otiga kendega Nyamoko narore abantu bagomba gwanchete mono sana. Narore kwa basabeire kabisa bakamangana amange bakachipara. Egendo ntaito inyore toeba. Kwari kweba. Banta ba mintomba bwa tistime isaine gochia sebe nyoro. Goseba na ba minto wake. Ali kekere kenyoro. Omobungo omwachorete na manyete korigia. Omonto yo momotiga. Ama ete koriga nkogenda obisiene na monyora kinkoenda koriga ibintu byana byamate na nyora neno arabwe yani omaete agokwana ngora lakini umuntu geto maete gwekarakari kweri lakini omugambi oyo ngomo support more momwanchete
Ntu achete gato kaba promising anaende na ntochi tomorete. Murango yochire. Moro kianga maino wanara. Asante sana, asante sana. Sana. Nimeshukuru sana kwa ndugu yangu huyu Joash Nyamoko. Nyinyi ni watu wa UDA ama nyinyi ni watu ya kitendawili? Hebu nione watu ya UDA hapa, nione watu ya UDA. Asanteni sana. Sawa sawa. Machogu. Machogu huyu waziri wetu. Huyu kuzungumza